Naomba unisikilize vizuri wewe takataka. Inaonekana hapa nyumbani kwangu umefuata kula, si ndio eh? Unapenda kula sana eh? Sasa nisikilize. Kwa vile unapenda kula, mimi nimekuletea hichi chakula, nataka ule mpaka umalize. Sasa sitaki comment ya aina yoyote ile. Yaani hiki chakula nataka ukile hivi hivi na mpaka kiishe. Sitaki kunijibu eh? Wewe ni jeuri. Sasa ngoja nikulishe, mimi sitaki mambo mengi. Acha! Mke wangu, unaweza ukaniambia ni nini unakifanya hapa? Kwani hujaniona au? Maswali gani unaniuliza? Huyu mtoto tumemleta hapa aje kula. Nilikuwa namwekea viungo kwenye chakula chake. Viungo? Viungo gani ambavyo unavizungumzia wewe? Mke wangu, yaani umefikia hatua ya kukanyaga chakula ambacho nimenunua mimi kwa pesa yangu? Nisikilize wewe mwanaume. Chakula nimepika mimi. Umenunua wewe, nimepika mimi na nimekanyaga. Nimeshakwambia hivi, huyu mtoto ndani kwangu simtaki. Hautaki kunisikiliza. Kwa hiyo, kama unataka amani kwenye hii nyumba, ni kumtoa huyu mtoto tu. Hivi mke wangu, huyu mtoto kakosea nini? Mbona uko na roho mbaya hivyo? Sasa nisikilize, wewe unajizima data eh? Hiki chakula unakila wewe. Mtoto, naomba unisamehe sana mimi. Haina haja hata kuniomba samahani. Hamna kosa ulilonikosea. Sijakosea. Una maana gani ya kusema hivyo? Haujanikosea wewe. Na hata kuna vingi unaendelea na uvijui. Kwa hiyo ina haja hata ya kuniomba samahani. Kindege, ndo nini sasa hiki? Jamani Jeni, samani sikukuona. Sasa wewe kunionaje wakati sehemu iko wazi namna hii? Hujanionaje wewe Kindege? Jeni ndugu yangu, sasa mimi ningekumwagia makusudi, sijakuona kweli, pole jamani. Hujaniona wapi au umefanya makusudi? Jeni, nishakuomba msamaha, nakwambia sijakuona, bado mng'ania kunikandamiza tu. Alafu Jeni, ujue ilibidi unishukuru. Ujue nimekusaidia hata kujisafisha hizo nuksi zako. Jana balako hilo la uzinzi nimekusaidia hata kulisafisha, lakini cha ajabu unaanza kunikandamiza na maneno. Mungu mwenyewe hajapanga wewe uingie humu na hiyo harufu yako ya uzinzi. Ndio maana hata ameniambia nikusafishe. Kindege, unasema nini wewe? Ndiyo nasema hivi, Mungu mwenyewe hajapanga wewe uingie na harufu zako humu za ukahaba wako, ndio maana kaniambia nikumwagia hata ya maji. Japo mimi sijakumwagia kwa bahati mbaya, sikukuona. Ila Mungu mwenyewe ndo amepanga. Halafu Kindege, unavyoniita mzinzi, una uhakika? Una ushahidi? Wewe dada, uone hata aibu. Na sura yako haiogopi kabisa? Unakataa. Ila mtu akikuangalia akasema mtu wa Mungu wewe, umejaa neema, kumbe kaaba mtupu. Unachokataa wewe nini hapo? Mwanaume anakuja hapa anakufuata eti twende naye unajinengenesha twende. Unashindwa hata kukataa wewe. Afu unakataa ukahaba, ukahaba upi unaokataa wewe? Unakataa asili yako? Wewe dada wa ajabu. Aha. Kumbe sasa ndo napata picha. Maanake umenimwagia kwa makusudi, sio? Jeni, nishakwambia bahati mbaya jamani, hiyo makusudi tena inatoka wapi? Si nimekwambia bahati mbaya, nimekuomba msamaha. Kindege, maneno yako sijayapenda. Pia asante kwa kunitukana. Na pia kama hutaki mimi niendelea kuwa humu ndani, ubora uniambie. Jeni, sijafikia huko. Yaani huko ndo unitoe kabisa, sijafikia huko. Hayo maswala unayoongea wewe. Nimekwambia kilichotendeka hapa kwamba ni mipango ya Mungu nikusafishe, lakini pia nimekuomba msamaha. Nimejishusha, nimekuomba msamaha. Bado endelea kuongea. Kama hujalizika na huo msamaha, basi bwana. Mimi siwezi mtu yani unaongea naye unamwomba msamaha, bado anaendelea kurudia yale yale. Basi. Mshumaa umezima, nuru imekwisha, upendo umekwisha.
simtaki ndani kwangu. Wewe mwanamke unalomba wewe. Mbaya ipake rangi iwe nyeupe. Nakwambiaje? Huyo mtoto wako huko ndani kwangu simtaki. Umtaki? Yaani simtaki ndani ya nyumba yangu. Haijalishi umenioa wewe ndani ya nyumba yangu mimi simtaki nimekwambia. Sasa naomba nisikilize. Huyu mtoto atakaa hapa. Yaani sitaki atakula hapa, ataoga hapa. Mimi ndo baba mwenye nyumba nishaongea. Wewe ndo baba na mimi ni mama. Simtaki ndani ya nyumba yangu. Sasa nisikilize. Yaani nakwambia mtoto ataishi hapa sawa? Wewe unijui vizuri wewe mwanangu. Baba mwenye nyumba. Yaani nakwambia humu ndani. Naomba nielewe nitakupiga. Nitakupiga wewe. Simtaki nipige. Nipige nakuogopa mimi. Nisikilize wewe mwanaume. Sawa. Tena naomba nisikilize. Mwanaume bwege, mwanaume gani wewe? Mwanaume gani kusikiza mkeo nikwambiaje? Ndani ya nyumba yangu mimi simtaki. Nadhani unanielewa. Simtaki ndani ya nyumba hapa. Hakai. Nakwambia anakaa hapa. Hakai. Yaani wewe kama leo kunipija baba utanipiga uniue ndani ya nyumba yangu. Hakai. Nakwambia nitakuumiza. Simtaki. Yaani simtaki. Nikusikiza kitu gani? Kuna kitu gani cha kuniambia niko kusikiliza? Mimi ndo baba mwenye nyumba na hii nyumba ni yangu. Anatoka. Hatoki. Mwanaume boga wewe. Mwanaume mtoto hatoki hapa. Sofia, hivi unajua Pablo kuwa ni mjinga sana? Yaani ni kijana ambaye ni mpumbavu na hana akili. Sijui kachanganyikiwa, sijui kapatwa na nini yule mtoto. Unaweza kuamini kuwa Kichinjile katoroka? What? Kichinjile katoroka? Katorokaje yani? Katoroka ndio. Na niko serious kabisa katika hili. Sina utani na wewe. Ila nimekutana na Pablo nikamuuliza imekuwaje Kichinjile katoroka. Hana maelezo yoyote aliyoninyoshia kabisa nikaelewa kuwa imefanya hivi na hivi, imetokea hivi mpaka Kichinjile katoroka. Anavodai yeye alikuwa ametoka akamwacha yule rafiki yake ili aendelee kumlinda Kichinjile. Alafu anakuja kurudi hayupo. Ndio maelezo yake yeye. Nimekasirika sana kwa kweli mpaka nilimzaba na kibao. Wewe Janet, umepata wapi ujasiri wa kumzaba kibao? Haujaogopa kwamba anaweza akakuchenjia? Siwezi kuogopa chochote. Kwa sababu mimi mwenyewe sijaenda kinyonge. Toka ile siku ambayo nilikwambia nilikuwa nimetoka kule nyumbani. Nilitoka na pisto. Kwa sababu najua barabarani kunanuka vita saa yoyote. Maana wapumbavu ambao wanatuinda ni wengi sana. Kwa hiyo nilikuwa natembea na pisto kabisa ili kujilinda. Kwa angeleta vya kuleta, ningemwaga ubongo wake. Hii ni hatari sana. Lakini ongea na Pablo. Afanye awezavyo. Kichinjile lazima arudi mikononi mwetu. Sababu Kichinjile hatujamalizana naye. Kwa haiwezi eti akawa amepotea tu kirahisi akaachwa. Amtafute haraka iwezekanavyo. Sofia, yani hii haijaisha mpaka iishe. Pablo nimempa masaa 24 namtaka Kichinjile. Kwa alivyodai yeye, kuna watu walikuwa wanamtafuta. Na mimi sasa nilivyomwambia, namtaka Kichinjile pamoja na hao watu wote ambao walikuwa wanamtafuta. Nataka niwakute ndani ya masaa 24. Siku hiyo moja. Na mpaka sasa hivi hapa nampigia simu yake haipatikani. Mimi nahisi kazima simu kwa wengi kwa sababu najua kabisa bado hajampata. Na yule mwenzake kakimbia. Ni hatari sana. Vipi kuhusu baby supu? Vipi harufu yake unaisikia huko? Harufu yake? Harufu yake inatokea wapi? Mimi na imani kabisa yule mtoto atakuwa ameshakufa. Maana haiwezekani eti akae wiki 2 huko mapolini alafu asiliwe na mnyama yoyote. Alafu asirudi hata nyumbani kwao. Au mtu yoyote tu ambaye tusikie labda taarifa kama ukota mtoto si imekuaje, hamna. Ila atakuwa ameshakufa. Na pale kitu tu ambacho kimebaki ni mimi peke yangu. Mimi ndo mlisi wa zile mali zote. Yule mtoto kwa kweli kufia kule polini kanirahisishia sana mambo. Maana Ben hana mtoto mwingine. Na alivyojichanganya sasa kuniadi kwenye mali zake. Nitamnyoosha na mwacha mweupe. Inatakiwa apigwe 3 bila. Yaani akiinama mshale, akiinuka mshale. Hatakiwi kuachiwa chochote. Ila hatua ulofikia ni nzuri sana mdogo wangu. Unahitaji maua yako. Hata ona usika. Kitu tu kimoja ambacho nakifikiria hapa sasa hivi ni kuhusiana na zile document. Nataka nikazichukue nizipeleke kwa mwanasheria ili tujue kabisa tunamnyonga vipi, ikiwezekana nichukue mali zote nimwache mweupe. Yaani ndio kitu ambacho natakiwa sasa hivi nisimame nacho na niwe makini nacho sana. Na kuhusiana na huyo dogo, anatakiwa patikane. Na hapo utakuwa umecheza kama Pele. Ila huyo Kichinjile ni lazima apatikane. Yaani Pablo afanyavyo. Kichinjile tunamtaka. Hatujamalizana naye bado. Sawa. Lakini hapa sasa hivi natakiwa nishughulikie sana swala la huyu jamaa. Anatakiwa apatikane. Na nikishazipata hizo mali,
natakiwa nimalizane na hawa wote ambao nilikuwa nimewaweka kwenye hii list. Wote tunaua. Ni kabisa. Hilo ni jambo la muhimu sana. Hatuwezi tukaendelea kuacha wanazidi kuzagazaga mtaani kama mambo alokata kamba. Lazima kila mtu alipwe kutokana na ujira wake aliofanya. Uko sahihi kabisa. Wewe acha niendelee kushughulikia masuala ya mali. Nikishamalizana nayo, tutamalizana na wao wapuuzi wote waliobaki. Basi poa mdogo wangu. Nakuamini sana. Sawa. Haina shida. Hata usijali kuhusu hilo. Basi sawa. Bibi Supu, unakimbia unataka kwenda wapi? Mungu bwana wakuya mama ija amenishika nataka niende nyumbani. Wewe mama huwa nipendi kabisa. Yaani nasema na nyanyasa sio hata nimeongezea nini. Nikimunga mimi nimechoka nataka niende nyumbani. Naomba nisaidia nikimunga. Jua mimi nimechoka nataka niende kwa mama yangu. Sawa Bibi Supu. Hata mimi pia nimeshuhudia yale unayopitia huko ulikotoka. Kwa kuwa umehitaji kwenda nyumbani, nitakusaidia. Asante Njikimunga. Weka mikono yako yote miwili hapa. Kanoni. Dr. Kanoni, naomba nisamehe sana kwa kitu ambacho nimekufanyia jana. Zile zilikuwa ni hasira tu, sikudhamiria kufanya hivyo. Alafu nimelitambua kosa langu Kanoni, na ndio maana nimekuomba msamaha. Mimi ni binadamu na binadamu tumeambiwa kukosea. Kama nimekosea na nimetambua kosa langu na nimekuja kukuomba msamaha, naomba unisamehe. Alafu pia Kanoni, ukizingatia mimi na mambo mengi na matatizo. Kakangu alikuwa ametekwa, mtoto wa dadangu na yeye ametekwa. Kwa hiyo siko sawa Kanoni, na kwa tunajikuta nina hasira nyingi. Naomba unisamehe sana Dr. Kanoni. Mimi nakuahidi sitarudia tena kufanya kile kitu ambacho nimekufanyia jana. Sitakuja kufanya tena hivyo. Najua na hasira na mimi kwa sababu nimekuwa nikikudhalilisha mabarabarani, nikikutukana na kukupiga. Lakini zote hizo ni hasira tu kwa sababu ya matatizo ambayo napitia. Siko sawa Kanoni, mimi napitia wakati mgumu sana kwa sasa. Na ndio maana nakuwa nina hasira nyingi. Naomba unisamehe sana Kanoni. Sitarudia tena kufanya kitu chochote. Sitarudia kukudhalilisha wala kukutukana. Sitafanya hicho kitu tena Kanoni. Naomba nisamehe sana. Nimetambua kosa langu na ndio maana nimekuja kukuomba msamaha. Nisamehe sana Kanoni, sitarudia tena na kuahidi. Kanoni, ongea chochote basi. Naomba unijibu. Najua una hasira sana na mimi, lakini naomba ufanye hata chochote. Kama unataka kunipiga, kunidhalilisha, kunitukana, fanya chochote. Napitia wakati mgumu sana kwa sasa. Hata jana nilivyokufanyia vile, nilivyofika nyumbani niliumia sana. Ndio maana nimekufuata na kukuomba msamaha. Najua unanipenda sana Kanoni. Fanya chochote basi sasa hivi, fanya chochote ili mradi tu moyo wako uridhike na uweze kunisamehe. Nakuomba. Basi sema chochote, usikae kimya. Farida, siku zote mtu mbaya huwa ni mtu mbaya tu, na huwa hajui kama anakosea hata kama kosa analijua. Na jasiri huwa achi asili, na hii inafahamika kabisa. Kwa hiyo hata kama ningekusamehe bado ungerudia makosa.
Kanoni, mimi na Kanoni, nisikilize basi, usiondoke. Kanoni, rudi basi unisikilize kwanza. Basi ni hatari mwenzangu. Unajua mwanasheria ni hatari eh? Unajua mwanasheria kapita mule ambapo tulikuwa tunapategemea. Alafu sasa wewe unachotakiwa kufanya hapo ni kumsikiliza mwanasheria anataka nini. Sofia, yani kitu ambacho namshukuru Mwenyezi Mungu ni kuhusiana na huyo mwanasheria. Kiukweli kanyoka kabisa, hana mbambamba. Yani hana longolongo kuhusiana na kazi yangu ambayo nampatia. Na bahati nzuri sasa mbaba wa watu maskini, nimemwonjesha tu kidogo, kwa bahati nzuri kajana mindevu yake kacha Jacob. Hey. Nipewe nini sasa mimi tena? Yani sasa hivi ni kumuendesha ni hivi tukisema hicho anafanya. Ila hata hivyo ni genius sana. Na ni mtu ambaye anatusupport unajua. Na kazi aliyofanya pia ni kubwa sana. Kwa wewe sasa unachotakiwa kufanya hapo ni kumsikiliza tu mwanasheria. Uendelee kumwaminisha Beni kwamba mtoto wake amekufa. Ili mambo yasiwe mengi, hata kama mtagawana pesa, wewe unaondoka na asilimia kubwa kwa sababu si hamna mlisi mwingine hapo. Na hicho ndo kikubwa ulichokuwa umekisahau. Yaani sasa hivi kazi ambayo imebaki inatakiwa nimwaminishe Beni kwa mtoto wake amekufa. Ili asiendelee kabisa kuwaza sijui mtoto wake yupo, sijui kuna sehemu anamsubiri. Yaani asiamini hicho kitu. Ili mradi kama nikubaki mimi mmiliki peke yangu, nibaki mimi peke yangu. Kama alivyosema mwanasheria, kuwa akiwepo yule mtoto kwa kweli kuzipata zile mali ni kazi sana. Ndio hivyo. Kwa hiyo sasa unachotakiwa kufanya, inabidi umwaminishe mpaka ajaye. Hata kama akingangania kwamba mgawane mali, inabidi ukubali kwa sababu kabla mambo hayajawa mengi, inabidi uondoke na chako kwa sababu hamna mtu mwingine hapo zaidi yako wewe na yeye. Hiyo ni perfect zaidi. Lakini yeye ndo mwenye uamuzi. Akikubaliana kuachana na mimi, itabidi anipe kila kitu. Pia akikataa, sio mbaya. Kwa sababu nitajua mpaka na mali zake zingine alipoficha. Kama na mashamba, kama na majumba mengine siyajui, nitayajua dada. Tena sasa hivi, yani ndo nataka kabisa kila kitu kiwe kwenye mikono yangu. Basi kama ndivyo pia hamna shida. Lakini tu unatakiwa uwe makini sana. Basi sawa Sofia. Sasa hivi tunachotakiwa kukifanya sasa, tuondoke nyumbani na huu mguu. Nikishafika tu kule, naanza kumwambia kuhusu mtoto wake. Ili asianze kuleta mada zingine hapo nyumbani. Okay. Basi sawa. Tuondoke basi. Okay. Mambo Kichi. Utawala tu achuzi. Vipi, mbona maskani hapo, unafuata nini? Hamna kingine ninachokitafuta, ila nimekuja kukutafuta wewe. Nina shida na wewe. Unanitafuta mimi? Shida gani mpaka umefanya moto wa korongo zako kwa mtaani kwani mpaka umenifuata hapa Capricorn? Nahitaji kuzungumza na wewe. Ndio maana nipo hapa. Ni sawa, ongea na kusikiliza. Kichi, hivi kweli umeamua kuwa na mahusiano na Jeni? Maana Jeni mimi namfahamu vizuri. Tabia zake, jinsi maisha yake yalivyo. Nashangaa umeamua kuwa karibu naye. Huogopi? Wewe nyooka, nenda kwenye mada, nyoosha za tabia nizijue, wenda sizijui. Wenda mwenyewe ukanisaidia kwenye 1 na 2.
Ndio niambie ni tabia gani mbaya ambazo mimi sizijui? Kichi, nadhani kuna baadhi ya tabia utakuwa unazifahamu. Maana nishawahi kuambia hapo kabla. Kiufupi tu, Jeni ana asili fulani hivi. Naweza nikasema asili ya ukahaba. Maana ni mtu ambaye hajatulia. Ukimwangalia hivi, unaweza kusema ni mwema, lakini mimi namfahamu. Hayuko hivyo. Kiufupi, Jeni ni kahaba. Sasa nakuona upo karibu naye, uone anaweza kukuletea matatizo. Alafu Kichi, uone chochote kuhusu mimi? Yaani ukiniangalia ufikiri kitu chochote kile? Kwani mimi sio mwanamke? Unajua nini Kindege? Wewe ni mwanamke mzuri sana. Yaani umenyoka kama lula. Kiasi cha kwamba mwanaume wote akikuona lazima avutiwe na wewe. Yaani lazima atamani kuwa na wewe. Kwa sababu kila sifa ya mwanamke wewe unayo. Lakini mchongo ni mmoja tu. Wewe ni mzandiki. Yaani mchonganishi. Yaani una tabia chafu na tabia za ovyo. Hivi kwa nini unatumia nguvu kubwa sana kuniaminisha uongo? Au kuchonganisha watu? Wewe unafaidika kitu gani labda? Labda nikwambie kitu kimoja tu ambacho ukijui. Maisha hapo hivi. Siku zote ukitenda ubaya, basi hata uishi miaka 10 ubaya lazima utakurudia. Kwa hiyo jitahidi sana katika lifestyle yako utende wema. Kwa sababu katika maisha yako yote hata kama ukiwa mzee, basi wema ndio utakuwa unakurudia afu utaishi vizuri tu. Lakini sio maisha ambayo unaishi wewe. Wewe unaishi maisha ya uchonganishi, afu maisha kama hayo ni maisha uswahilini huku. Kwa nini unakuwa na chuki ambazo zina mbele wala nyuma? Wewe yule Jeni si ndugu yako yule Mbilikimo yule. Kwa nini usifurahie mafanikio yake? Lakini una kazi ya kumponda ile, kumkandamiza, kumwekea miba, vikwazo kwenye njia zake. Mimi maisha kama hayo waga si mind kabisa. Afu itikadi kama hizo mimi waga na bullshit, yani nazichoma moto. Usio na roho kama hiyo wewe. Vipi? Naweza kwenda? Unaniendesha. Yani mapenzi mbona unakalia pabaya, unakalia pabaya, unakondesha. Mbona sielewi bado, kosa ni nini bado, ama ndo ujinga bado, kumpenda sienipenda, na nikijaribu kumwacha ndoani yuko bize na watu furani, mioyo maututi tabani, yani la hakuna. Eti labda bado wangu hajazaliwa, wangu hajatokea, Mungu atanikumbuka. Ama labda bado nyota imefifia, nyota imezimika, niende nkasafishe, mana maumivu kwangu yanantesa, 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 yanantesa.